kujivunia maishani mwangu, neema yake yatosha. Maisha yako we mpendwa, yatafakari kwa makini, hatari ulizoepuka, waona kuandika waenda. Kama sio ni neema, hatungekuwepo leo. Kama sio ni neema, hatungekuwepo leo. Maisha yako we mpendwa, yatafakari kwa makini, hatari ulizoepuka, waona kuandika waenda. Kama sio ni neema, hatungekuwepo leo. Kama sio ni neema, hatungekuwepo leo. Kuishi kwangu mimi ni neema, neema yake Bwana, sina cha kujivunia maishani mwangu, neema yake yatosha. Kuishi kwangu mimi ni neema, neema yake Bwana, sina cha kujivunia maishani mwangu, neema yake yatosha. Kuishi kwangu mimi ni neema, neema yake Bwana, sina cha kujivunia maishani mwangu, neema yake yatosha. Kuishi kwangu mimi ni neema, neema yake Bwana, sina cha kujivunia maishani mwangu, neema yake yatosha. Kuishi kwangu mimi ni neema, neema yake Bwana, sina cha kujivunia maishani mwangu, neema yake yatosha. Kuishi kwangu mimi ni neema, neema yake Bwana, sina cha kujivunia maishani mwangu, neema yake yatosha. Buya muno sijinse jiwa toto herega ke bali kuba ngo ali bageri yanga tenga pasta karibu. Pasta karibu. Thank you very much. Kakimu akorisa kasaba kana akumiri kerese moraba ya na bomwana renge yagai baba toto kimonto mapema Ranya umuisora mna gukura. Whether you're planning a wedding or hosting a once-in-a-lifetime event, trust KISII FM Digital to provide you with an unforgettable experience. Visit our website at www.kisifm.co.ke or contact us on 07 21 28 7828. KISII FM Digital, Enka Yomogusi. Are you ready to capture the moments that matter? Look no further. Introducing the ultimate solution for all your video coverage, live streaming, photography and drone services. At KISII FM Digital, we believe that every moment is unique and it deserves to be immortalized in the most captivating way possible. Whether it's a wedding, funeral, corporate event, concert, or any special occasion, our team is dedicated to turning your vision into a mesmerizing reality. But we don't stop at just capturing moments. We make them come alive. With our cutting-edge live streaming services, you can share your event with the world in real time.
whether it's a small gathering or a large-scale production, we ensure that no one misses out on the excitement no matter where they are. And let's not forget about our awe-inspiring aerial shots. Our state-of-the-art drone technology allows us to capture stunning perspectives from above. Imagine the elegance of your venue, the beauty of nature, or the scale of your event, all beautifully captured from a bird's eye view. So, whether you're planning a wedding or hosting a once-in-a-lifetime event, trust KISII FM Digital to provide you with an unforgettable experience. Visit our website at moyo asemiake menge onya matuko obogima bwaye koba mange korende tage tegogetie ase ebintu ebiya by'obogima obuo weke kiaragam ebintu bine omonta ibora abana abange omugakuyo ugaimurete bakagatukurirana oyo ekiagera abachukuru batine na numberless abana numberless abasani barugitare nyoro birotwa numberless abuna abantu baye asogeti baichira abana abange enebuku okomenye emyaka menge ebuge minute nga onyo wetane 70 igo menyire emyaka menge, that is biblical. Bono gari emyaka 90 alafu igo 70 emenge, 80 bonus, 90 bonus, 97 ngiye gona kuja igo no mondo amenyire emyaka menge ko. Number 2 3 onye tego gati asobo gimobuya omugako yonego kya ekyara na bwate bakomogambi buoye igo tari ko gani chabati taegu igo nego ki tari ko gani anya gitari tairi na irire igo nego kya. He was comfortable in his life. Egendo kyo mwaeri bana gigo chigosaria soma na tatinde kwa sama aise ko batatinde kwa sama sikani ekera korire binde byonshi ni gongo teba nga omwana okwirete ndayangina ni gare buya ko bwa omuntu oyo tagusaria matanga onye muiko otulio matanga off you go ntoma eteki wacha wakori go tagusaria omaeta ya ongogerori none chema ni ebori oto chande bo baka to tindeke municipal ekiagere kyogo simeka obe. Naomba wazee wote wa kanisa wasimame. Church elders msimame mahali mlipo. Asenge nje murare kabisa. Koramba bako hiyo. Ya saba senonya kwaru anywhere. Jisikie kwa matanga. Tatanda tabarandi boss ba kubicha. All pastors kuja mpiro picha. Ntuna otora ntundu bwa tiaraka. Nje nana gutwa nara asa bantu baratendia singotoka timbu ya tiaraka. Ikiara nyasaye talikuri omena. Na maite na otora matanga yo musomboe. Atari akindrema. Mana moterali kenga manyinga menda no. Does not eat. All pastors. Simama hapa tupige picha. Wachungaji wote. Wachungaji wote tusimame. Na nyolera abantu bacha matanga na babikara stabon. Bali bande bacha tengera. Yo. Toruzi na ndu ya nonya mtolikieni bia. You're very smart, my friend. Pastors. I want to pick Pastor David only, make a statement and pray for us on behalf. Pastor. Kwa niaba ya wachungaji wote ambao wamekuja katika matanga ya mzee, tunasema pole kwa familia nzima, tukiomba kwamba Mungu awafariji sana na awape nguvu watoto wake, wajukuu, vitukuu wote
Mungu awabariki sana na waongoze na aongoze kila mmoja, tutakaporudi turudi salama. Mheshimiwa hapa tumekuwa naye Kitale na familia yake. Morangi tumekuwa naye, mshiriki wangu nikiwa katika wilaya ya Bidii. Sisi tumetoka field ambayo inaitwa North Rift Valley Field, ambayo inaanzia mlima Elgon mpaka Southern Sudan. Na mchungaji ambaye anaenda kuleta ibada siku ya leo pia tunafanya na yeye. Mimi ni mkubwa kwake kidogo, lakini nilika yangu juzi tulikuwa tunawekwa mkono mkiwa na matanga hii imeanza. Tulikuwa tunatarajia familia hii iwe pamoja nasi. Tunashukuru Mungu kwamba tumekuja ili kwamba tulie pamoja nanyi. Niruhusu sasa kwa sababu ya muda niombe ili ibada hii iendelee mbele. Mtakatifu na Mungu wetu uishie mahali pa juu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, watumishi wako, na uliye Mungu wetu, siku hii ya leo tunapomwomboleza mzee ambaye ameishi miaka mingi, amewalea watoto, amewakuza wengi katika maisha haya, maisha ya dunia hii, na hata kuwaongoza ili kwamba pia warithi ufalme wa mbinguni. Nataka kushukuru kwamba umewatoa watoto wao watumishi mahali mbalimbali, na ndiyo maana siku ya leo tumeona watu wakitoka sehemu mbalimbali za nchi ili wakuje kulia pamoja nao wakimulia baba yao. Tunaomba kwamba Mungu wa neema zote, baraka ambazo mzee huyu amekuwa kwa wengine na kwa watoto wake, naomba kwamba zidumu katika wana wao, katika wajukuu wao, na katika wote ambao walipita kwa mikono yake. Mungu wa mbinguni, hatuwezi kukushukuru ya kutosha kwamba tangu mzee awe mgonjwa ameshughulikiwa na watoto wake na jamii nzima kwa maombi na kwa kuwa wao wenyewe, mpaka akapumzika, mpaka umeongoza shughuli zote nzima, mpaka akafikishwa hapa nyumbani na leo anaenda kupumzishwa. Naomba kwamba sherehe hii iwaje baraka kwa kila mmoja wetu. Hata mtumishi Pastor Philip ambaye ataongoza ibada hii ya leo, Kristo Yesu kwa wema na fadhili tunaomba kwamba umtumie kama chombo dhaifu kwa utukufu wa jina lako. Pia uguze mioyo zetu na masikio ya roho zetu, ili kwamba Kristo Yesu, chochote kila ambacho tutaambiwa kutoka kwa neno lako litupe matumaini leo na kesho, na mpaka Yesu arudi mara ya pili tuende nyumbani. Ndio ombi letu katika jina safi la Yesu Kristo mkombozi wetu, na kila mtu asema amina. Mungu awabariki sana. Asante mchungaji. Thank you very much. Kabla sijaleta mchungaji, kuna timu ambayo nataka ipigwe picha. Ni kwa sababu ya kufinywa sana. The Nairobi Committee ambayo ilifanya maandalizi. Come for a photo please. Nairobi Committee. Simama tu. Nairobi Committee. You did a good work. We cannot overlook. You know how much you've done for this family. I've taken some few minutes from the speaker because of your recognition. Kama ulikuwa mwanakamati, tafadhali jipange vizuri mpige picha. And I would like not to infiltrate the program again. Thank you for being patient. Pewter, please come. Pewter na abana balia.
tafadhali. Kama ulikuwa kwa hii ni kamati ya ajabu. We were just waiting at home. And you took the greater part to ensure that you have. Thank you so much for coming. Wana bantawa ya. Obu amatiboria wana Maroko barostia Sawasani and other friends. I think wogosukia basani, they just come in automatic bakonya bantu. Who was your chair? Who was your chair? Tom Tai. Who was the secretary? Make a statement in a bridging. Abantu bose tuacha matanga werire buya akiro irimo kyoko bokogero no tora matanga werire buya aseriye tenjengoro kwa Major Dr. Josiah Obare njinarenge secretary ya committee ya Nairobi anengwa kira abantu bose mbia mona balimbwa bato supportri ase amasabo ase ebitoko bya ino mwarure kibesa kyatokonyire tuakande bili arenge mu gakanyagitari na tokonyire koganize matanga aitu akire baka atwekire mu berenkaga iga ari Nairobi astu arenge to bade committee ya Nairobi nare arenge gotenera ndo bade committee ndakitare ne yende gusi ne chire tware Colias Jones hige committee na nkongusana ya arenge kobeka ayonsiamo kobanga na goikira umwaka bunarenya gitari na nto mu kiri gusi yongo te abantu aminto ase tore twensi chinga kiase abana baitware batebi twa support committee bunechi twa support matanga na gitore chingo andonsi igana Nairobi no yango chinse chesiko support abana gitore isiko na nukiborenka moreme ali ntote ine anonsi kabaire na botokora sieme bango twalete mogakanga ostwalete twakonya nasa bali babwate mechande ndionse igase committee ngo bakirambia mono ase okweru kwenu mwerwete nandoko banga matanga yo mogaka paka twanyekira senga kinaboniga asa yamake mbia mono nyasaya basese mwensi mbia mono. Thank you so much. Our appreciation cannot be enough. Ndoko bana nyama yalake ebabo lingondo bwata bana Nairobi kukwa igure batebinge gento kete kiabeire connect the rest tako mukora ba under isolation abo chagotigara. Allow me at this moment to bring the speaker of the day oyo a family ya chorete ache kobaremia na kobaikange ache tamapema none other than Pastor Philip Mzee Naibei comes from the North Rift Valley field. Maata alikitale maata munabona gorujikura chaerete umusiriki ono goro kwa Maroko na tata koma obo dikoni akambura kumbe maata akuriera sobo Kristo wana lende gara baro chiba karambuya. Pastor, I want to usher you in. You take over. May God bless you. Thank you, Pastor. I got invitation kutoka kwa mchungaji jana na familia wapendwa ambao ni marafiki zangu nije kuomboleza na kuwafariji. Nipe nafasi niruhusu niombe kwa ajili ya neno. Mwenyezi Mungu, mzee, shujaa, baba, rafiki, babu na jirani kwa wengine amelala. Na wake zake wameatuliwa mioyo kwa sababu ya kifo ambaye ni adui. Watoto wake wanaumia, lakini leo tunaomba neno lako liwapatie tumaini zaidi ya kaburi. Asubuhi njema ikipambazuka, watoto hawa, wajukuu, marafiki na sote tukutane tena wakati parapanda itakapolia. Na hivyo basi tufarijike kwa neno lako. Bariki mchungaji ambaye anafanya kazi katika district hii. Ubariki na viongozi wetu ambao wamekuja kusimama na familia hii, akiwemo speaker wa bunge la hapa pamoja na viongozi wengine. Tumekuwa na chief na manaibu wake, tumekuwa na viongozi kamati andalizi ambalo limeshughulikia mpango huu, mzigo mzito. Kila mmoja aliyetoa fedha zake, muda wake. Yesu, wewe ni mwaminifu kwamba utawarudishia baraka ili kwamba wasipungukiwe katika familia zao. Wabariki mashambani, wabariki
kazini, wabarikie watoto wao. Hata tukiwa katika mkutano huu, kuna uwezekano wengi wetu wamepoteza marafiki zao na wapendwa wao. Tupatie faraja ya pekee, kwa sababu tumeomba kwa jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi wetu. Asante sana. Nimekuja, ninajua mama Miriam, mama ambaye wakati fulani alikuwa mgonjwa sana, lakini tulikuwa tunaenda kumsalimu na kumuombea kwa huyu mheshimiwa, na leo hii mnaweza kuona bado anang'ara, anakaa kama sweet 16. Hello, Bwana asifiwe. And I realized kwamba ni vizuri kujali wazazi. Hawa watoto wa huyu mzee anaitwa Obwocha na mzee anaitwa Maroko. Hello, I want to communicate to you. Am I communicating? Yes. Nimejifunza kitu kimoja kupitia kwa familia hii. Mama yao, na nimeona kuna mama mwingine anaitwa Unique. I may not have pronounced well, lakini nimependa vile mmewavalisha na vile mmewatunza. Nimejifunza kwamba ni vizuri kutunza wazazi. Ni mzuri kutunza wazazi hata kama umezeeka. Ni mzuri kutunza. Huyu Charles Wesley na ndugu zake na dada zake walitunza hawa wazazi, unafikiria ni watoto wadogo. And you know, life is a circle. Inafika mahali they lose independence, they lose job, they lose finances, they lose health, and therefore they need their children at their old age. Na wanasema old age inaanzia 65 years of age. Unakuwa kwa stage inaitwa the young old. Young old ni kwamba umekuwa mzee kama this generation ya kina Charles. Ni wazee. Ni uliona wamechukua mamlaka kutoka kwa mzazi Maroko. Sasa wao ni generation nyingine. So they are young old. When they reach 75, they start another stage we call the middle old. So many middle old. Middle old wanaanza kupungua. Na wakipungua miaka ya 84 tunaanza kuona the last stage of old age we call the oldest old. Hello? Sasa tunakuwa na young old, middle old, and then the oldest old. And so Mr. Maroko, the late shujaa ambaye yuko pale, alikuwa kwa the last stage. He had lost independence of kutembea, independence ya kujiamulia. He had lost the eyes. He had lost the health. Na wanasema kuna aina 7 ya utajiri duniani. Moja wapo ni afya. Ukiwa na afya, unaweza kula chakula, unaweza kutembea, wewe ni tajiri. Sema mimi ni tajiri. Vile umekaa hapa unajua shida yako, unajihurumia, unasema every time we talk about utajiri tunafikiria juu ya pesa peke yake. But let me tell you, huyu mzee kuna vitu amewacha, kama moja inaitwa generational wealth. Utajiri wa generation. Ulisikia ako na wajukuu, ako na vitukuu. Huyu mzee ni maskini. He has left a rich man full of a generation to come. But the question is, how do we take care of our parents? Tunalea aje wazazi wetu? Nataka niwapatie tu 4. Kuna njia nyingi zaidi ya 20 ya kulea wazazi wetu. I want to pray for this family. Walifanya maisha yao. Huyu mzee Wesley ni elder wangu kanisani. Every time ananiambia niko naenda, leo ni zamu yangu kwenda kuchunga mzee. Siku nyingine ni zamu ya Charles. Siku nyingine ni zamu ya Tom. Siku nyingine ni ya Mokua. Siku nyingine ni and this is what all of us should emulate. Ukitoka hapo nasema, how best am I going to take care of my father kama bado anaishi? How best am I going to take care of my mother kama anaishi? Shangazi, ndugu yako mkubwa ambaye labda amekuwa kama baba yenu. 1. Kuna vitu inaitwa legal matters, vitu vya sheria. Baba anaweza kuwa na mashamba. Nyingine iko Nyamira, KISII, Kitale. Lakini kuna shida ya ownership, labda mambo ya title deeds, kuna kesi ya nyumba fulani. Sasa huyu mzee kwa sababu ya umri wake anaweza kusumbuka, asiendelee kufuatilia vitu vyake vya kesi. Kitu kimoja ambacho unaweza fanya kama jamii
ni kutafuta an advocate ama mtu wa sheria ambaye anaweza kusaidia kuweka vitu vya mzee au mzazi in order, ili atakapokuwa akizeeka asikuwe na stress, shamba yangu fulani imechukuliwa, mali yangu mahali fulani, ama hata kuandika will. Mzee anaweza sumbuka kwamba nitakapokufa labda watoto wangu watapigania mali. So what do? We advise, we support our parents, our senior parents on how to write wills, how to divide their property, na inasaidia kusupport mzazi accumulate mali yake ikae safe, because the Bible says mzazi mcha Mungu anaacha urithi kwa wana wake na hata vitukuu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni mzuri, jambo la kwanza kushughulikia mambo ya legal matters na finances. Jambo la pili ambayo ni rahisi, I'm just saying, I'm sharing with you vitu ambayo nimejifunza kutoka kwa hii familia ambayo inaweza kutusaidia sisi pia how to take care of our loved ones. Number 2, kupiga simu nyumbani. Kupiga tu simu, yani kupigia mzee wako simu, dada yako, ndugu yako, na kuwajulia hali, habari za nyumbani. Wewe uko Nairobi, uko Kitale na baba yako nyumbani. Ukimpigia simu, ukinunua free calls inaitwa Easy Talk, alafu namjulia ng'ombe zako ziko namna gani, shamba lako ABC, hiyo story, because anaona you are concerned for them. That is very very important. So every one of us find time kupigia mzazi wako simu. Ya tatu sympathize and empathize na wao when they lose their friend. Ukizungumza na wao kuhusu rafiki yao amefiwa, alafu unamwambia nitakutumia nauli uende kwa matanga, kwa sababu the third thing is social life. Kuna kitu inaitwa social capital. Social capital ndio utajiri mwingine mkubwa. Unaona vile tumekuwa hapa, kumekuwa na watu kutoka Turkana, Nairobi, wapi, kila mahali. That is the social capital hii familia walikuwa nayo, na kama sio social capital mpaka waheshimiwa wamekuja hapa. That is social capital. Hii ni utajiri. When you don't have a social capital, social network, you are as poor as you are, kwa sababu ukipatwa na shida huwezi kulipa bills kwa hospitali, huwezi kumaliza safari kutoka Nairobi, but you will be overwhelmed, and after the death of your father you are likely to be stressed na madeni na shida. But because of social capital, you ensure that your father doesn't lose marafiki zake. Unamtuma, unajua hawana memory yao inapotea, wanasumbuka wataendaje matanga, harusi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwaambie, Elder Maroko, Wesley, buku jana ndugu zako hapa niwaombe. I am finishing my sermon because Pastor alishahubiri hapa, na mimi nataka niwasomee fungu moja. Ninyi ndio niwazungumzia na wale ambao wako hapa na viongozi wetu. Kitabu ni cha Wakorintho. As they are coming, I'll also be calling all the grandchildren, because I'll be praying with them, and my pastors will also be here to pray with them. Your brothers and sisters, all of them watakuja hapa. I'm finishing my sermon and I'm reading to you. Wale wengine mnaweza kusikia hii maneno, lakini hii ni ujumbe wangu kwao. Kitabu ni cha Wakorintho wa pili, sura yake ni 4. Biblia inasema hivi. Naomba ninapozungumza nao dada za hawa wanakuja hapa na wajukuu wao, watoto wao na wajukuu waje hapa nikisoma haya maneno. Kitabu ni cha Wakorintho wa pili 4 mstari wa 18 anasema, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. The Bible is talking to us kwamba kuna vitu vinaitwa temporal, kuna vitu vya muda. Anasema let us not interact, let us not put our emotions, our wills. Ati tusiangalie vitu ambavyo vinaonekana, na vitu ambavyo vinaonekana
Ni kama nyinyi vile mnaonekana hivi. Nyinyi mnaonekana. Baba yenu alikuwa hai, alikuwa anaonekana kwa macho. But I have realized kumbe maisha pia was temporal because your father is now asleep. Life on earth is temporal. Shamba is temporal. Watu walikuwa na mashamba mengi, leo hawana. Mashamba is temporal. Biblia inazungumzia vitu ambavyo vinaonekana ni vya muda. Zamani zile kulikuwa na nguo ambayo wamama walikuwa navaa mpaka chini. Leo hii fashion imebadilika. Angalia fashion ya sasa. Lakini kumbe fashion, kulikuwa na fashions ambayo hawa wazee, hata huyu Maroko, huyu Wesley alikuwa na longi ilikuwa inaitwa belly bottom. Kweli ama si kweli? Lakini belly bottom ingali ama ilienda? Fashion inapita, mavazi yanapita. Biblia inasema these things are temporal. Power is temporal. He was a member of county assembly. Today is not. Power is temporal. Power is temporal. Money is temporal. Technology is temporal. When this old man, I called him old man kwa sababu ni mzee wangu, wakati alikuwa amepata kazi KISII, alikuwa na TV ya kisasa ama black and white? Ilikuwa black and white. Black and white is temporal. Ilipita ama ikupita? Kulikuwa na simu ambazo walikuwa nazo, simu ambazo zilikuwa mrefu hivi za Ericsson. Sasa hivi ukibeba simu ya Ericsson unaonekana mtu ulipitwa na wakati. These guys wanaitwa BBC, semeni born before computer. Na leo hii kuna vijana wanaitwa .co.uk. Generation yao, generation ya baba yenu imepita. You are also passing. Biblia inasema vitu vya dunia hii vinapita. Alafu Paulo anasema tuvitazame vitu visivyoonekana, kwa sababu visivyoonekana, ni vya visivyoonekana ni vya milele, vinavyoonekana ni vya muda, visivyoonekana ni vya. Hebu niwaambie kwa sababu gani nimewasimamisha. Wakati mlikuwa mnashughulikia baba yenu, you were interacting with the eternal things, the unseen things. Do you know what happened? He pronounced blessings on you. Are they seen? Hiyo baraka ya kusema mubarikiwe watoto wangu inaonekana? Havionekani. Therefore, Biblia inasema interact with the unseen things. Kwa sababu hizo vitu venye havionekani, wakati unashughulika kupanguza mzee kamasi na mapua na mate na kumbadilishia nguo, una interact na vitu ambavyo ni vya milele. Kwa nini? Baba atakaposema, mwanangu mkubwa, ubarikiwe na utunze ndugu zako na dada zako, he is pronouncing words that you cannot see and touch, but those things will go way into eternity. Bwana asifiwe. So therefore interact with things that are not seen, because you are going to pass into your children. You are going to pass into your grandchildren. And the seed ya Mzee Maroko aliyelala itakuwa ikinawiri. Iko siku ukifaulu kazini, watoto wako wakifaulu, mbegu yao ikifaulu, ni kwa sababu ya maneno ya mzee aliyelala. Kwa sababu alisema, wanangu, Mungu awabariki. Bwana asifiwe. So strive always kupata mibaraka. And let me tell you, if today I call upon mheshimiwa na nimuombe na nimwekee mkono, hiyo vitu inaonekana ama haionekani? Haionekani, kwa sababu nitatamka baraka. Lakini let me tell you, mfalme anaweza kuwa na mashamba, anaweza kuwa na pesa na vitu vyote. Na sijasema mashamba ni mabaya, sijasema elimu ni mbaya, kwa sababu vinapita. Sijasema hivyo, lakini nimesema hivi, Mzee Wesley, naomba hivi, masomo hata kama inapita, ipitie kwa nyumba yako, kwa watoto wako. Watu waseme amen. Power is transient. Lakini Mungu nisaidie hiyo power ipite kwa Mzee Maroko. Halo. Mnanielewa kweli?
mashamba yanapita, lakini Mungu naomba hiyo mashamba ipitie wapi? Ipitie kwa boma yangu. Ikiendanga manyumba ni vitu temporary, lakini Mungu ninaomba hiyo manyumba mzuri niishi ndani, hata kama itapita ipitie wapi? Kwangu. Pesa hii inapita, lakini Mungu ipitie kwangu. No, the Bible says this. Let me explain this. Inasema nijaribu kama sitawamwagia baraka. Now it uses the word blessing singular. Na hiyo ndio kazi yangu kama mchungaji, to interpret the Bible. Kuna vitu vinatumika blessings plural na blessing singular. The Hebrew word therefore translated here blessing singular is favor, kibali. Sasa Mungu anasema munijaribu ni kama sitawawekea favor yangu juu yenu. Hiyo favor ita attract blessings plural ambayo ni material things. So you don't strive for material things first. You strive for blessing favor ya Mungu. Ili hiyo favor i-attract manyumba, shamba, elimu, mke, watoto. Gani ndio ya muhimu kwanza? Favor. Kwa sababu hiyo favor ndio mzee wenu aliwapatia. He gave you favor that when you want kit inakuja. That when you want a child inakuja. That when you want shamba inakuja. That when unataka watoto waende mpaka PhD inakuja. So strive to look for the unseen, ambayo ni favor ya Mungu. Kwa sababu hivi vingine vinapita. Chana wa leo ningependa kuialika wachungaji waombe mibaraka ambayo ilikuwa ya huyo mzee. Mimi nilisha interact na yeye. Hata huyo mzee Wesley is my church elder. I have once given him a chance to bless his children. But today being the farewell day ya baba yenu, tunataka kuomba baraka kutoka Mwenyezi Mungu ili yale baba yenu aliwatamkia iweze kuendelea katika maisha yenu. Na watu wao kusemeni amen. Mungu abariki familia ya mzee Maroko. Hiyo amina ni kidogo, msikuwa wachoyo hata kusema amina. Mungu abariki familia. Abariki mashamba yao. Awafariji wawe na tumaini. Na siku zote taa ya familia hii ipate kung'aa. Kwa hivyo hawa wachungaji, naomba muombe familia hii. Alafu mkimaliza nitaleta familia ile nyingine, watoto, wajukuu. Alafu nitaombea viongozi. Then we will be done. Tuege nango tusabe wale wamefaa kovia mtatoa tu kwa kutoa heshima. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru na tunakuinua. Asante kwa maana wewe ni Ebeneza, hakuna mwingine wa kufananishwa na wewe. Asante kwa ajili umetulinda tangu asubuhi mpaka mjana wa leo. Asante kwa ajili harusi ya mzee Astandon inaendelea Bwana, tunaikabidhi mikononi mwako mpaka iishe Bwana. Watoto wake, mama ambao wamebaki, wachukuu tunaweka mikononi mwako. Sala ya baba tunaiweka mikononi mwako. Asante kwa maana utatubariki na utatuongoza, ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba hata na kuamini. Amen. Mfalme wetu na baba yetu wa mbinguni, tunakubali ya kwamba wazazi wetu kadri wanavyozeeka baraka zao zinatuandama. Mzee kisha tamka baraka kwa wingi. Tingine tumeziona zilizosemwa kwao kitambo hawakuziona. Lakini neno lako li hai. Nasema kuna vitu ambavyo tunaona, lakini kuna vitu vingine hatuvioni, hivyo ni za milele. Tunaomba Mungu ufalme wako ukakite mizizi katika familia iliyobaki, ili wajue ya kwamba wakienenda na Mungu kuna mengi ambayo yatafunuliwa kwao, kwa sababu wao ni wateule wa Bwana. Kama kuna yeyote ambaye hajajitoa kabisa, tunaomba adhihirishe hili jambo ya kwamba Mungu akisema anatenda. Bariki familia hii. Hawa wamesimama ni watoto wa mzee. Tunajua umewaandalia mema.
tunaomba sasa kama watumishi wako Mungu, katika maisha yao ya kila siku, shughuli zao za kila siku, mienendo yao, mipango yao, kazi zao za mikono, afya zao, watoto wao, na kila jambo wanalolifanya, wakumbuke ya kwamba baraka zote zimefungwa katika mtu kumkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yake. Jina lako litukuzwe, utembee na wao. Asante kwa neno hili, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wetu. Amen. Mniruhusu, nimewasimamisha sana. Kabla sijaomba ombi la pili, naomba wake zenu na kama kuna waume zenu wasimame na ninyi. Alafu faster na ninaomba wajukuu wako hapa ama walishaenda, watoto wenu waje nyuma yenu, nikiomba mtamaliza. Alafu Philip na mke wake, alafu you are the firstborn. Simama hapo hivi. We want to commission you today. Hapo. Now in the absence of your where is your wife? Oh, simama na mtu wako bwana. Huwa wanasema kila mtu na demu wake. Maroko ndio huyo. Simama na mtu wako. Na kama uko na mume wako, kama wewe ni msichana, na kama hakuna, no problem, Mungu anaelewa hiyo maneno. Now, to my elder child, your father has slept. And today before the people, a coronation is done, that the mantle is now taken, and you now carry this family, unite them together. And you unite them under the banner of Jesus Christ. And when you do that, the temporal things will not be visible, but the eternal things. And when you do that, your children, the future generations, will be united under the banner of Jesus Christ. So we do this on a solemn and holy and a lot of reverence to God, that we do that to commission. Where is Philip and wife? Philip ametoka? Simama hapa. Unajua Philip ni rafiki yangu na ni wa hii jamii. But kwa sababu umekuja ni vizuri. Every time this family is doing something, the blessings ziko kwenu pia. Sababu niliona vile ninyi ni kitu kimoja kule. So I want to pray for you now and your wives, the children badai. Heavenly Father, I commit Elder Charles under your care. He is now the father of this home. As he takes the mantle of leadership, empower him, anoint him, that whatever he will speak to the brothers and sisters and to the entire family, you will give him the respect, the courage, and the serenity he needs, because of the hard times, and the responsibility given to him is so huge that requires your spirit in him. Lord, we commit this family under your care. Their wives, their husbands, to their sisters, their children, grandchildren, their friends. Lord, help them to focus and interact with the unseen, the invisible, because God, the temporal things will pass. But in you, we will live forever. For we pray in Jesus' name. Now, you can sit, nyinyi wa kwanza. Hawa sasa wanaokuja nyuma. Mungu awabariki sana. Elder Maroko and wife, I respect you for the work you've done. And your friend Otieno is here. I know he stood with you. Elder Otieno, God bless you. Let me pray for you. Simama Elder Otieno and wife. Father, you've been very gracious to Otieno to stand with Elder Maroko and other friends who always stand with such people. May you grant them the blessings you always promised because of your faithfulness. For you pray in Jesus' name. Amen. You can stand in a line hivi mpigwe picha tukiwapatia neema. Now, warefu. Now, if there are people who carry blessings. Hello. Let me say this. Kuna wealth inaitwa generational wealth. Huyo mzee aliyelala pale, huo ndio utajiri wake. The genes, inspiration, the legacy
is to be carried forward by this generation. And therefore we pray that you interact with the invisible. These visible things are temporal. Hata walking style is temporal. Unaona wakati unapiga namna hii, iko miaka itafika tu, utasikia imepita. Hata utachoka nayo. Hizi vitu za dunia hii ni temporal. Sijasema usitembee hivyo. Tembea hivyo kwa sababu it is your time. Lakini ujana pia ni moshi. But we pray that what your old grandpa amewapatia iwe in you. And God will always bless you because of the pronouncements ya huyo mzee. Father, we thank you for the grandchildren and great-grandchildren. They stand before the congregation to receive blessings. And Lord, they are hurting from inside. Give them the serenity to accept things they cannot change. Give them courage to overcome. Bless them in their studies. And those who are looking for jobs, give them jobs. Those who already have jobs, give them the wisdom to expand their territories. Those who need to get married, Lord, you who design and purposes every person, and you already have their purposes before you. Lord, be gracious to this family, for you pray in Jesus' name. Amen. You can be seated. Now I want to, the last group ni mama. Pastor, you'll come with me. I want you to pray in Ekegusui. Uombe mami. Mungu akubariki sana mama Miriam. Tunawataka kuwaombea. Mama Unique. Mungu akupe neema. Pastor, pray for them. Taka tuombe. Tusabe. Yasai tato itomotongi iyo tuanjete mono. Wana tuasibire family yonse asoko bako kwao. Aiga abangira mu mwaka no bali abaretira abantu abonse barasomusangirekano be family kwa bakonyete kiseme no bungai asoko menyera okumigeka no konyora basomire abana babo babakinire baretira abacukuru na abacukuroria twatenire bosibu abo bana basomba babo wanane ko ranche wanchirane ubugima bwabo buna buriga uchakira bona kera barachake gutara batabwati umugaka igo batebanga you are the husband to the widows bona irali bagerio obasemie obakonye obalinde obatangane ekiagara still oborahimbura samabokabo obakonye kera bagusinywa obeyerie kera basinyirwe obatangira makongu ya marwaire oba echinguru oba osemeria batigara soko bako kwa matukonse tigeri ogiri abo bagukwana asa abana babo na abacukuru lireto kwama ekiagara mbamanyeta mange kubwa abana lieta lya oli bakwe ntwekera tokurari tukuria rero naye tugusaboire kirogiki elindo bakonye omwaelio banagotero buya bwao na endo bakonye bamenye mwao amatukonsi obugima bwabo twasabira ogoseseniwa twasabira oborendi chinguru nokobwa asereta lya Yesu oyoro motolito. Amen. Thank you so much. Barikiwe sana. Now God bless you mami. Mungu akubariki. Asante sana. Nataka kuombea viongozi alafu tuketi. Sasa viongozi ninawaomba muje hapa led by the speaker. Kama niliona kulikuwa na viongozi, just come. Yes. The Bible says pray for the leaders. Good. Mulikuja kuomboleza lakini mkiondoka mnaondoka na baraka. Be in a line. Asante sana, asante sana, asante sana. Msiweke ladies kando na ekanga hawa katikati security. Good. Good, good, good. Now let me say this. Kazi yangu kama mchungaji ni kucommission. In the Bible there was a man called Joseph. Wanasema because the Spirit of God and because God was with Joseph, Pharaoh alimpatia mamlaka na akasema, Biblia inasema kando na chakula peke yake, everything else including the command ilikuwa kwa mikono ya Joseph. And God prospered Egypt because of Joseph. You are a leader kwa category yoyote.
let me use speaker wa bunge lenu. Do you know that if God lives in you, your county can prosper because of you? Wewe kama ni kiongozi wa inaitwa ward, watu wako watastawi kwa sababu yako. So strive to interact with vitu ya Mungu. And power is not given from west, east, south, north. It comes from God. And let me tell you, the person who gave David uongozi ilikuwa ni Mungu mwenyewe. And I can even tell you, watu watawaambia siasa ni mbaya. Lakini unajua Daudi alikuwa mwanasiasa. Hiyo vitu tunasoma Psalms ilikuwa ni siasa. The only question is who is the pioneer ya siasa yako? You can choose kwenda west, lakini wewe chagua kumtumikia nani? Mungu. Ukikuja kwa mkutano kama huu, ile pesa umetoa na hata kama hauna pesa, vile umekuja na kuketi na kutulia, faraja zimepatikana kwa familia hii. That makes a difference. Then after 5 years people will say, tulipokuwa tulilia na huyu jamaa. Tulipokuwa kwa sherehe tulikuwa na huyu jamaa. Simple things make a difference. May God bless you for staying with this family. It is not something mnaweza kulipwa, but God who has seen your efforts will reward you. And so I want to pray for you and your families. Father in heaven, today we have had our leaders stand with us, condole with us, comfort this family through their leadership skills. They have left their work, their businesses, their families. They came sat just to give comfort and assurance that death is not only in this family, but is a great enemy to all of us. Therefore, Father, we pray that your favor will be upon them in their leadership, in their places of work, in their families. Sometimes they have sacrificed their families. They have sacrificed their time because of the people they lead. We pray, Lord, that you will reward them. Be their reward. Sometimes they may be struggling with the issues in life. Sometimes they need wisdom. Lord, give them wisdom. Give them courage. But Lord, help them to interact with the unseen. You, Jesus Christ, the one who gives life. Life in full and for eternity. They may have come here, but they are struggling in their minds because of the challenges of life. Lord, may your Holy Spirit give them assurance that you will not leave them. You will be with them. You will walk with them. Your promise is that you will not leave them. And therefore, Lord, be there for them. May this county and our nation prosper because of this kind of leaders who call upon your name. And so, Father, kwa mkutano mzima waliokuja kuomboleza, ninawakabidhi wote mikononi mwako. Bwana, waneemeshe wana matanga hawa waliokuja wakiwa na shida mbalimbali. Yesu, waende nyumbani wakijua wewe Yesu utawaacha, utakuwa mfariji wao, msaada wa karibu, mponyaji. Inawezekana kuna watu wagonjwa hata katika mkutano huu. Yesu, ahadi zako ni kwamba uwepo wako utaleta uponyaji, wakitumia dawa ya daktari, chakula na maji. Wewe utanyosha mkono uponyaji juu yao. Asante kwa sababu umeonekana kwa mkutano huu, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Asante mchungaji, you can now have your mic ukiendelea. God bless you. God bless you so much. Asante sana. No maithe bali bagenda mba maithe kitu akora. Ongoi. Asante. Asante sana. Bamanyeti. Maithe ta gutigire gintu njira. Asante sana. Asante sana. God bless you. Thank you so much. Wangapi pamoja nami wanaambia mchungaji asante sana. Toro jingo mojerande. Amefanya vizuri. He has been of great blessing. Before I return the mic for a vote of thanks, ndete kubairana ngambi ya mono asogotwara waremereria ge kanise bogolitie gintu rema emeri torine tetari ya magoma mathendi mo gange kanise teroji. We know the one we worship. Kila kitu kimeenda sawa. Ningependa nipokeze kipaza sauti hiki kwa anayehusika kwa kusema vote of thanks, kisha mkutano tutavunja, kisha tutaelekea kule kwa neema ya Yesu. Pastor, thank you so much for a good work. Who was taking?
Bwana asifiwe. Tuko na mwenye anapeana vote of thanks. Ile statement mi nataka kumake kwa niaba ya familia pastor. When our dad was about to leave us, there are certain determinations alikuwa naye. Na leo vile mumeniambia hapa, I'll make sure I've done exactly what he wanted. And those powers which have been bestowed in this public, I will endeavor and I'll make sure I've done it in Jesus' name. More especially, where's my brother Ezekiel? Where's my brother Ezekiel? Where's my brother Ezekiel? Ezekiel, come here. I want to make a statement because of my father. And I request other brothers of mine, kama sio mvua ilikuwa inanyesha, kuna kitu tungefanya. But we want to walk with this gentleman mpaka tupike Kanani. Nataka tutembee na yeye, na aliniambia jana nisimuache. Naambia ndugu yangu Pius, naambia ndugu yangu Wesley, tafadhali tutimise ile ambaye baba yetu alisema. Ulisema hivyo ama hukusema? Nilisema hivyo. Thank you. Pius, come and give forth of thanks. Si nimeanza kuchukua responsibilities. I must lead by example. Thank you very much. Because of time and because of the weather, let me start by saying I want to thank Riamisiani village, all our relatives, friends here at home, Kanisa ya Riamisiani, Kanisa Chion speech ya Chaiga, all choirs, abamura bali barosyo boina, technical team, a committee yanka, catering team, Solicitor General Sadraka Mzee, Senator Nyambega, Ericha Mititi, Omare Mititi, USA team led by Karen Ombati, Honorable Victor Swanya, Gesima Power Mill, Nairobi Committee, Kenyatta National Hospital team, led by James Mogire Daktari, Dr. Maingi, Dr. Mugure, Matron, Dr. Gato, Dr. Tinega, Nairobi Churches, Utawara Setright, Nazareth Court, Miango Court, Office of the President, Kasarani team, Kemin Industries, Kenya Railways, Meru team, the pastors, Master of Ceremony, security, all the drivers, na watu wengi tuwaja kurupole kimwoko genda Nyasaye abasesenie mbuya mono. Wow. Kokorale ira ni Kenya nyuma ibane county ya Gasoka. One tarasoka Pastor Mayabanga yande kuchi. Pastor Mayabana Maransa. Nchukuru kusaba. Tunafanya ombi la mwisho sasa. Kisha familia tutaandamana tufike huko. Pastor, omba tafadhali. Gosabatole, we are praying. Na tuombe. Kind and loving Father, we thank you this afternoon for the good program that we have been having this morning for the last day of Mr. Maroko. Heavenly Father, I want to pray for the family members. Let them accept this painful reality and life will continue. Above all, we have learned many other lessons from this funeral. How I pray that your will may be done so that we can take care of our parents and we get God's favor. As we leave this place, traveling, each and everyone with us, according as your traveling mercies, and we reach safely. Above all, glory and honor unto
thee, forgive us all this in Jesus' name. Amen. Waende buya. Wenda salama, nyinyi ni watu wazuri, familia tuandamane. Baada ya tuenda hivi kwa sababu ya programu inatusubiri huko.